Nataka niwaulize maswali mimi, maaskofu, mapadre, wachungaji, wanasiasa na wanaharakati na waandishi wa habari na raia wa kawaida tu. Katika utawala wa awamu ya 5 hakukuwa na watu waliotekwa? Kama mtakumbuka, na mtakuwa na kumbukumbu nzuri, hata kwa watoto wadogo tu wanaokuwa sasa watakumbuka kwamba msamiati wa watu wasiojulikana ulitaraddadi sana katika kipindi cha utawala wa awamu ya 5. Sasa swali, nyinyi maaskofu mlikuwa wapi? Sasa hapa sisi tunajiuliza maswali, yani sisi Waislamu, au kwa sababu huyu ni Mkatoliki na huyu ni Muislamu? Kwa hiyo alipokuwa Mkatoliki katika utawala wake yanatokea haya, wao waliufyata wakakaa kimya, bali alipokuwa akienda kanisani ilikuwa akiombewa. Tunajiuliza maswali kwa sababu mitandao inaripoti sasa amekwenda kuswali kanisa fulani na sasa anaombewa. Ni mambo mwa ripoti wenyewe, na haya matukio yalikuwa yakiendelea tena kwa kasi. Mlikuwa wapi? Hebu tufafanulieni jambo hili. Hii haki ina wakati, haki inamtazama mtu, inatazama dini za watu. Kama akiwa Mkatoliki haulizwi huyo, lakini akiwa Muislamu lazima aulizwe. Haki ipi mnayoidai? Kama mtakumbuka, mimi sizungumzi kwamba nazungumza sasa kwa niaba ya wanasiasa. Tuna maswali ya kujiuliza sisi kwa sababu ya hivi vitendo vinavyofanyika na haya matamko yanayotoka. Sisi kama watu wenye akili timamu, watu wenye miongozo katika dini yetu, tunao mambo mengi, tuna maswali mengi yanatutatiza, mpaka mtujibu, mtuaminishe kwamba huu sio udini. Hamumpigi vita rais aliyeko madarakani kwa sababu ya dini yake. Hebu tupeni majibu katika hili, turidhike sisi na sisi tuungane na nyinyi. Maana wanasiasa walidhibitiwa katika kipindi cha awamu ya 5, ikawa hakuna mikutano ya vyama vya siasa. Waliokuchukua fomu za kutaka kugombea pamoja na taaluma walizonazo walionekana kwamba hawajui kusoma wala kuandika.